chanzo chake ni mapato ya ndani ambayo halmashauri mliyatenga. Mliwekeza kama mtaji na baadaye nimeambiwa kwa kiwango kikubwa shule inajiendesha yenyewe. Nafikiri ndivyo hivyo. Sasa hizi ni fikra chanya sana katika maendeleo yetu. Kwa maneno mengine, umebadilisha uwekezaji wa fedha za umma, sasa imekuwa mtaji ambao unajiendesha. Na moja ya ajenda ambayo tunao kama taifa, na mmemsikia Mheshimiwa Rais mara kadhaa akielezea, hata mashirika ya umma tunataka yaweze kujiendesha sasa hivi. Yaweze kujiendesha, kujilipia gharama zake. Yale ambayo hayawezi, mengine yanaunganishwa, mengine yatafutwa kabisa. Kwa sababu tunataka mashirika pia yajiendeshe. Kwa hiyo ile spirit ile ndio tunaiona hapa, kwamba mmeweza kuwekeza kama halmashauri na sasa shule yenyewe inaweza kujiendesha yenyewe. Kwa naomba niwapongeze sana sana kwa usimamizi mzuri wa mapato. Makofi na vigelegele kwa Mheshimiwa Waziri. Lakini kikubwa ni kwamba fedha ambayo tunaipata, ambayo ni fedha ya umma, inatakiwa irudi kuhudumia wananchi. Kwa hiyo jambo hili linapotokea, kwa maana fedha hii inaporudi kwa wananchi, maana yake ni kazi nzuri ambayo halmashauri imefanya kupitia mkurugenzi, baraza la madiwani, waheshimiwa wabunge, mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia na wasimamizi wataalamu ambao wanasimamia kazi ambayo imefanyika hapa. Kwa dhamira ni kuona kodi, tozo, ushuru, mapato ya serikali yanayopatikana, ukiacha uendeshaji wa serikali, fedha kubwa inayobakia inatakiwa irudi kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo mlichokifanya, mmerudisha fedha kwa wananchi kwa njia ya kukuza elimu. Kwa hiyo jambo hili ni la kuigiwa mfano pia hata katika maeneo mengine ya nchi yetu. Sasa kuna fedha nyingi imeelekezwa katika uwekezaji wa elimu. Hivi karibuni tupitia mitaala yetu, tumeiboresha ili kuhakikisha kwamba uwekezaji katika elimu unakuwa ni uwekezaji unaoleta matokeo. Na nyie kama Mpanda mmeamua kwenda hatua ya ziada, kwa sababu hiki mlichokifanya sio maeneo mengi kinafanyika. Ziko halmashauri chache sana zinafanya hiki mlichokifanya. Kwa hiyo mmeamua kwenda kwa ziada, kutengeneza taasisi ambayo itatoa elimu kwa mchepuo wa Kiingereza, ambayo itatoa fursa kwa bei ambayo ni nafuu zaidi, ili wananchi waweze kupata access, waweze kupata fursa ya kuweza kutumia. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza sana sana sana. Hongereni sana. Lakini taifa lolote lile huwa linakuzwa kwa kulea watoto vizuri. Kwa maana yake lazima tulee watoto wetu katika maeneo makuu matatu yatakayowasaidia baadaye tusiwe na changamoto za vijana, tusiwe na changamoto za watu wazima. Na haya maeneo tunasema ni kichwa, moyo na mkono. Malezi yote lazima yaguse maeneo matatu makubwa: kichwa, moyo na mikono. Kichwa maana yake ni ufahamu, elimu tunayompatia, aina gani elimu tunayompatia, inamsaidia kwa kiasi gani, hiyo elimu ni ya kisasa kiasi gani ya kwa yeye kumfanya akabiliane na mazingira ambayo anakuwa nayo. Ndio maana unaona tunajenga maabara kuhakikisha watoto wanajifunza kwa vitendo, tunasomesha walimu, tunaboresha mazingira na madarasa hapo kama nimeona hapa leo tuliyozindua, ili tukuhakikisha huyu mtoto anapata elimu bora kichwani kwake. Lakini ya pili ni moyo. Mtu akiwa na akili nzuri na elimu nzuri, lakini hajaelewa katika maadili, hana maana na hana faida kwenye jamii. Ndio maana leo tunao wasomi, lakini wasomi hawa hawana adabu, hawana maadili. Kuna changamoto kubwa tunakutana nazo kwa sababu elimu ilishia tu kichwani, haikushuka kwenye moyo. Na moyo utengenezwe tu shuleni, unatengenezwa pia na wazazi. Na sasa hivi moja ya changamoto tulionayo ni kwamba wazazi wengi hawapati muda kukaa na watoto wao. Kwa hiyo hawajui watoto na watoto hawajui wazazi, na matokeo yake tunatengeneza kizazi ambacho kinakuwa kinajilea chenyewe. Kwa wito wangu pia ni kwamba pamoja na mazingira bora tunaendelea kuyaboresha kwa ajili ya ujenzi tunaofanya na kutoa elimu bora, lakini eneo lingine la muhimu ni kuhakikisha watoto wetu wanalelewa katika maadili. Lazima tunapowapa elimu nzuri na maadili pia tushikilie kwenye eneo la maadili. Kwa hiyo ni muhimu sana pia tuone namna gani sawa sawa na mitaala yetu ilivyoboreshwa, tunavyoendelea kuboresha ujuzi wa watu wetu, kwamba mtu akitoka shule basi awe na kitu cha kufanya kwa vitendo ambacho ni sehemu ya maisha yake na kinaweza kumtengenezea kipato pia. Mheshimiwa mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wengine na wote tuliokusanyika hapa, naomba nitoe pongezi kubwa pia kwa walimu
mwalimu mkuu, lakini pia na walimu wote mlioko hapa. Naomba tuwapige makofi kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Taaluma ya walimu haionekani, lakini ni taaluma ambayo ndio inatengeneza taifa. Kwa kazi wanaoifanya, kwa sababu hawa wakitengeneza watoto vibaya, maana yake utapata wanachuo wabaya, utapata wafanyakazi wabaya, utapata wahandisi wabaya, utapata madaktari wabaya. Kwa wanafanya kazi kubwa sana. Naomba niwapongeze walimu na niwatie moyo. Kazi yenu mnayofanya ni kazi kubwa, ni kazi ya kumold, mnatengeneza, mnaunda taifa kwa kutumia taaluma yenu. Na kama serikali imeendelea kuboresha mazingira, na muendelee kutoa moyo kwamba mazingira ya walimu na maslahi yataendelea kuboreshwa ili kuhakikisha kwamba mnaendelea kutoa utumishi wenu katika taifa hili kwa weledi mkubwa sana. Nipongeze madarasa ambayo yamejengwa. Ninaamini ni fursa ya kuongeza wigo mpana, kuchukua watoto wengi zaidi, lakini pia kutoa uwanja mpana na mrahisi kwa walimu kuweza kuwafundisha.